Asante. Habari za mchana. Ndugu waandishi wa habari na ndugu Watanzania wenzangu ambao mnatutazama, nazungumza hapa, naitwa Rugemeleza Nshala, ni mwanasheria mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mwaka 67 wakati wa serikali ya tano, Azimio la Arusha sema tumeonewa kiasi cha kutosha, tumepuuzwa kiasi cha kutosha, tumenyanyaswa kiasi cha kutosha. Unyonge wetu uliofanya tuonewe, tupuuzwe na tunyanyaswe, si ndio? Sasa tunataka mapinduzi ili tusionewe tena, tusinyanyaswe tena na tusipuuzwe tena. Hizi kauli sio mpya katika nchi hii. Aliyasema haya Mwalimu Nyerere, watu wakaandamana. Chadema inasema hivi, mfumo huu wa uchaguzi unasababisha uchaguzi uporwe, uchaguzi uharibiwe, rasilimali za nchi zinazotumika kuongoza uchaguzi zitapanywe. Na kama mnavyofahamu ndugu zangu, kama uchaguzi unatumia fedha nyingi sana za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge linatoa hizo fedha, zao lake ni nini? Natakiwa upate viongozi ambao ni wamechaguliwa na wananchi. Lakini unapokuwa na mfumo ambao viongozi wachaguliwa na wananchi kwa ujanja fulani, kwa kuweka watu wao ambao wanafanya nini, wanawafahamu, unatuma hiyo uchaguzi. Kwa mfano, mmoja wao wa wajumbe, ile mzee Mapuli, alikuwa katibu mwenezi wa CCM. Hiyo ndio tume yako ya uchaguzi. Sitaki kuwazungumzia hao wengine, nendeni mkaangalie wasifa wao. Wengine walikuwa Ikulu, sasa hizi ndo viongozi wa tume. Changa zile nyingine zifanya nini, zobaki. Yeye amechukua madume, amechukua madume, amechukua jike, amechukua mzungu wa 4 wa 3 wa pili, si ndio? Yote ameweka na nganda sita fanya nini amechukua. Alafu anasema tuanze fanya nini, kushindana. Au kama mfano wao ueleweki, mtu anasema tutacheza mpira pamoja, lakini wewe natakiwa nikufunge miguu, sawa sawa, utembee miguu yako imefungwa na mikono, sawa sawa, ndio tucheze mpira. Alafu akifunga anashangilia kama zuzu kwamba amefanya nini, kakushinda. Manake anapima uwezo wako wa akili, kujua kwamba upumbavu wako ni kiasi gani. Maana sio ujinga, kila mtu ni mjinga, wakati usiyokifahamu ni mjinga, lakini anapima kama wewe ni mpumbavu. Chadema imekataa kuitwa wapumbavu. Mfumo huo uchaguzi kwa kushiriki jinsi ulivyo ni kubali kwamba uendelee kuonewa. Mwaka 67 wakati wa serikali ya tano, Azimio la Arusha sema tumeonewa kiasi cha kutosha, tumepuuzwa kiasi cha kutosha, tumenyanyaswa kiasi cha kutosha. Unyonge wetu uliofanya tuonewe, tupuuzwe na tunyanyaswe, si ndio? Sasa tunataka mapinduzi ili tusionewe tena, tusinyanyaswe tena na tusipuuzwe tena. Hizi kauli sio mpya katika nchi hii. Aliyasema haya Mwalimu Nyerere, watu wakaandamana. Chadema inasema hivi, mfumo huu wa uchaguzi unasababisha uchaguzi uporwe, uchaguzi uharibiwe, rasilimali za nchi zinazotumika kuongoza uchaguzi zitapanywe. Na kama mnavyofahamu ndugu zangu, kama uchaguzi unatumia fedha nyingi sana za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge linatoa hizo fedha, zao lake ni nini? Natakiwa upate viongozi ambao ni wamechaguliwa na wananchi. Lakini unapokuwa na mfumo ambao viongozi wachaguliwa na wananchi kwa ujanja fulani, kwa kuweka watu wao ambao wanafanya nini, wanawafahamu, unatuma hiyo uchaguzi. Kwa mfano, mmoja wao wa wajumbe, ile mzee Mapuli, alikuwa katibu mwenezi wa CCM. Hiyo ndio tume yako ya uchaguzi. Sitaki kuwazungumzia hao wengine, nendeni mkaangalie wasifa wao. Wengine walikuwa Ikulu, sasa hizi ndo viongozi wa tume. Uhusiano wao ukoje na Chama cha Mapinduzi? Jitihada za kurekebisha mfumo huu zimeshirikana. Watu walikwenda mwaka 2015 na kusema twende wapi, wananchi waruhusiwe kulinda kura zao. Ile kesi ya mita 200 kama mnaikumbuka. Bahati mbaya waamuzi wa kwa upande wetu wakasema wewe ukishapiga kura nenda kalale nyumbani, ili wakuibie vizuri. Sawa sawa. Tukaenda mahakamani, kesi dhidi ya wakurugenzi. Baadaye wafanya nini? Wanasema wanaweza kulinda. Wao wanasemaje kwamba wakurugenzi waendelee kusimamia uchaguzi? Mahakama ya Rufaa ilisema hivyo. Ni uamuzi ambao unafikirisha sana. Au uendani na kesi yake ya kwanza ya mwaka 2000 ya mwaka 94.